Asanti sana. Natumaini ya kwamba mtazamaji wangu, Mungu amekuwa na wewe, amekubariki, amekulinda na umekuwa na wakati na wiki jema. Leo being another new day, nataka tuangalie mambo kuhusu our marriages. Nataka tuangalie about marriages katika jina la Yesu Kristo. This is marriage therapy. Na kuna ujumbe nilianza kuongea about the foundational stones of a marriage. Nikaongea na lugha ya Kikuyu na Kiswahili nikichanganya, na wengi wameniongelesha kuniambia ya kwamba they need to get that message in a language that they can understand, kwa sababu the following sio tu ya kutoka upande wa Kikuyu bali inatoka kila sehemu ya ulimwengu. So I want to go back to the same message, tuongee about the 4 foundational stones of marriage. In a relationship, ili iweze kuwork, lazima kuwe na msingi. And the foundation that I want us to see today ni mambo manne ambayo yatatusaidia. Na briefly, acha niyataje, alafu tutaiangalia as we continue. Kwa wale ambao mnaelewa lugha ya Kikuyu, unaweza fuatilia haya mambo kidogo, but I'll build now on a language that we can all understand. One foundational stone, it is the priority of your marriage. The priority of your marriage. The priority of your marriage. Number 2, stone number 2, it is the permanency of your marriage. The permanency of your marriage. Number 3 is the oneness of your marriage. And number 4 is the openness of your marriage. Now let us look at now priority. Niseme hivi that marriage must be given priority. Above any other relationship, marriage should be number 1 relationship. After your relationship with your maker, the next in line relationship is marriage. Na marriage ndio tunaweza depict upendo ule ambao Mungu ametupatia tuonyeshe kwa wanadamu. Na tunaanza na wale ambao ni wa karibu sana nasi, our spouses, then our children, then wale ambao ni our relatives. But first, because we are talking about marriage, marriage is between 2 adults, male and female. That is the marriage recognized by the Bible and should come above any other relationship. Because the protocol of God, when God wants to reach a people, Mungu huanza na marriage. Mungu huingia katika marriage. Then after marriages, tunaingia now into the society. Families have a praise value ambayo ni ya juu sana katika sehemu ya Mungu. Wakati Mungu alitaka kurelate with man, alianza na Adam and Eve in the Garden of Eden. Na tuliangalia in the book of Genesis, pale mwanzo, the Bible says, na Adam alipoumbiwa Eve, alipoamuka alisema, this is the bone of my bones and the flesh of my flesh, and she shall be called woman. Meaning ya kwamba he has been taken from man, and the two shall become, or the two became one flesh. Na Mungu akawabariki, and God could come and visit them, commune with them
in the level of their oneness, in the level of their marriage, kwa sababu Mungu alitaka ya kwamba mahala amewa possession awe anawatembelea. Na hivyo ndivyo ambavyo Mungu baadaye Yesu Kristo akaja akasema kile Mungu ameunganisha kusiwe na mtu atatenganisha. So uphold the priority of your marriage. Kuna watu wanaolewa lakini uhusiano wao wanakubali ya kwamba kuwe na a lot of people, third parties. Wengine marriage zao zimeharibiwa na marafiki. Wengine marriage zao zimeharibiwa na wazazi. Wengine zimeharibiwa na ndugu na dada zao. So it happens across the board ya kwamba the moment mumekataa ama umeshindwa ku give your marriage priority, kuna watu ambao watatake chances of coming in and separating you. So give your spouse that priority. Mpatie nafasi ya kwanza ndani ya maisha yako. Nimesema nafasi ile ya kwanza kabisa ni Mungu, but after Mungu, your spouse should take that place of priority. Ukikuwa na siri, involve your spouse. Mama, usifiche siri zako kwa bwanako. Mume, usifiche siri zako kwa your wife. Make your wife that close friend. Kwa sababu usipofanya hivyo, marriage yako itafujika. Marriage yako itaanguka. So it is good to know ya kwamba Mungu anatamani sana tuwe na nafasi ya mmoja na mwingine in marriage. In the name of Jesus. So marriage should be given priority. In Genesis 2:24, the Bible says, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one. So, in marriage, the marriage partner should come before any other human being. Kila mwingine yeyote anastahili kuwa in the background. If you want good and regret proof, good and solid relationship in marriage, let all the other people waje nyuma. Wacha wae huko nyuma. Wacha wakuita majina ya kwamba utaki kuwaleta karibu. Ulinunuliwa, ulikaliwa na mke wako. May they speak everything, but in the end, wewe marriage yako itasimama za wengine zikianguka. Kwa sababu haukuingia kwa marriage kujaribu. You are there kuishi. And that is where we want to come to the second thing, the permanency of your marriage. Marriage is a relationship ambayo si kama gari ya Githurai, si kama gari ama train ya kwenda popote. The destination of marriage ni until death do us part. That is the biblical line. The blueprint of marriage is permanency, till death do us part. Bible inasema ukitoka kwa marriage uende uolewe na mume wako ama mke wako, you carry high, you are doing adultery. Najua there is a rate of divorce all around. Watu wanaachana, watu wanabadilishana spouses ovyo. It is not the will of God. And I want to be categorical, it is not the will of God. Mungu alikupatia your partner, muishi na yeye ili abariki ndoa yenu. Lakini hii mambo ya kufikiria kwamba unaweza ingia kwa ndoa leo ushuke kesho, this is not the will of God. Mwingine tu anaenda pale kwa sababu amefuata mali. Akishapata
hiyo gari ama hiyo title deed ya shamba, the next stage ni kushuka aende kwingine. Pesa sikiisha, anashuka anaenda kutafuta mwingine ako na pesa. It is a curse from God ya kwamba the moment umerukaruka hivyo, unatoka hapa unaenda kule, hakuna baraka unajitafutia. Marriage should be permanent. Give your marriage that foundation. Na kwamba si kuingia hapa kujaribu, si kuingia hapa kesho nishuke. Niliingia hapa nikiwa nimeamua. And that is why hata makanisani tunauliza, je, munafahamu ya kwamba marriage ni takatifu na si kitu cha kuchukuliwa na msaha? Mnasema yes we do. Munaulizwa maswali ili ile jambo lisinki ya kwamba mahali unaingia si kama basi ya kwenda tao, ati utafika koja ama ufike kule kwingine ushuke. This is something that you need to decide because you are mature. Marriage is not for children. Na ninaposema children, I'm not talking about age. Bwana Yesu asifiwe. Children may mean maturity in the head, that you are thinking soberly kile unataka kuingia. Najua kuna age factors ya kwamba katika katiba yetu mtu hastahili kuoa na kuolewa kama hajafikisha 18 years. An adult is considered 18 years. Lakini you may be over 18 but you are still a child mentally. So ni vyema kujua ya kwamba kila ninaingia, I am sober and mature enough to handle a partner. Huyu ni mtu ambaye hatukulelewa pamoja na yeye. She is not my sister, not my brother. This is a total stranger ambaye tunakuja kuishi naye, and therefore I need to be sober ili niweze kuhandle mambo na challenges ambazo zitakuja hapo baadaye. Because marriage is not a bed of roses. Ile tulisoma kwa stories happily ever after haiko, and I want to say categorically hakuna. Those are just stories. Marriage iko na ups and downs. It is a thorny place. Utadungwa, utadungana. Utagwarwa, utagwarana. So you have to decide ya kwamba liwe liwaro, I am here to stay. Siendi. So there is this story I want us to embrace today. There was this lady or this couple ambao walikuwa hawaelewani katika doa. Na wakati mmoja mume akamwambia mama, nataka uzunguke kwa hii nyumba yote. Chukua kile ambacho unapenda, nimekubalikia, ondoka maishani mwangu. Akamwambia nimekupea ruhusa, zunguka nyumba yote. Ukitaka gari chukua, ukitaka TV chukua, anything that you want, take. So mama alienda akazunguka nyumba yote. Akaja na a very big briefcase, empty briefcase. Akamwambia mume wake tutoke nje. Akamwambia nataka uingie kwa this briefcase. Nitaingia kwa hii gari moja, but I want you first uingie kwa hii briefcase, nikuweke hapa ndani, niende na wewe kwetu, kwa sababu wewe ndio ulinitoa kwetu na hakuna kitu ingine kwa hii nyumba ambayo nimeangalia nikaona iko more valuable than you. So mimi sitabeba kitu ingine, ni wewe. Wewe ukuwa mwanamume, utakubali kuingia pale ama utanyenyekea msofu mambo? And that is how that marriage got healed. Mzee hakuambia mama tena, ondoka chukua kile ambacho unaona ni kizuri. Lakini wengi wanakibiria hizo vitu. Ukipatia wengine chance kama hiyo, watachukua magari, title deed na anything. The next stage watakuwa mbali sana wakifanya mambo. So Mungu atusaidie tujue ya kwamba our marriages should be permanent. The word join in Genesis 2:24 ina mean grew. And the Bible says,
and they shall be joined together. The woman ama the man shall cleave to his wife. That word cleaving or being joined talks about glue. It has a root about glue, ya kwamba katikati yenu kumekuwa na that semen, that glue ambayo inawa stick together. There is that attractiveness ambayo inawaleta pamoja, na marriage should have that. Vile tu ulikuwa unafutiwa tangu ukuwa kijana hujaoa huyu mke, unasikia kwamba hisia zako zinafutiwa kwa huyu dada ama huyu dugu. These things should be maintained. Lazima ipaliliwe na kuwe na that glue, ya kwamba kuna that attraction, kuna that magnetism ambayo inawafuta pamoja katika jina la Yesu Kristo, to the glory and honor of God. So Mungu awabariki, awatende mema. I want us to continue katika jina la Yesu Kristo with the other two in a few. Let us take a break. We shall continue. God bless you in Jesus' name. Amen.